Kuna mtu ana tatizo na changamoto anaipitia, ila sasa kuna ile mtu anasema watumishi ni wale wale. Yaani ukimchukulia mtu wa Mungu au mtumishi wa Mungu kwamba ni watumishi wale wale, hautapata msaada. Huyu mwanamke angemchukulia Yesu kwamba ni watumishi wale wale tu, Bwana ni wale wale tu, asingepata msaada. Kwa hiyo pindi unapoinuliwa mtu wa kukutoa sehemu moja kwenda hatua nyingine, ni kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamwona Naamani alitumiwa, binti wa kazi ndo alitumika kumwelekeza aende kwa Elisha ili aweze kupata kupona kuhusiana na ule ugonjwa. Fikiria kwamba alikuwa ni mfalme, ni mtu ambaye alikuwa anazungukwa na vitu vingi, pesa nyingi, yamkini alitembeaga huku na kule na kule na kule, akaoga madawa ya kutosha, lakini bado hakupata msaada. Lakini cheki sasa alivyokuja kukutana na yule binti wa kazi wa nyumbani kwake, akamwelekeza kwa mtu wa Mungu, akamwambia huyu mtu wa Mungu atakusaidia. Lakini pindi alipotia moyoni, alipoona, alichukua hatua, alivyoenda alipona ukoma ule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo namna ya kuinua macho, kuyainua macho yako ni kutaka msaada kwa Bwana. Kwa chochote ambacho unapitia, changamoto yoyote unayoipitia, chochote unachoona kwako ni kigumu, chochote ambacho unaona kwako hakiwezekani, kwa Mungu kinawezekana. Na nilifundisha nikasema ya kwamba Mungu ni roho, anakaa ndani ya mtu. Kwa hiyo Mungu kama ni roho, anahitaji mwili wa mtu, kwa anahitaji mwili kabisa. Ndio maana kuna wakati alipokuja kutuokoa, alikuja akauvaa mwili, tukauona utukufu wake. Utukufu wake ni lile tendo la kwenda msalabani kutuokoa sisi. Huo ndio utukufu tuliouona kutoka kwa Kristo Yesu. Kwa Mungu mwenyewe aliacha enzi, akashuka, akaona hapana, haiwezekani, wacha niende niwaone watu hawa, wacha niende niwaokoe watu hawa, kwa sababu hawana msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tutaendelea kuona macho yanavyofanya kazi, jicho, namna ya kuinua macho yako mbele za Bwana na kuwaona watu kadha wa kadha ambao waliinua macho wakamlilia Bwana. Nitasoma kwenye kitabu cha Zaburi ili tuone namna ya kuinua macho yetu, namna ya kuinua macho yako, namna ya kuinua macho yako kwa Bwana.